Yes, mambo vipi? Welcome to Snipe. Kwa jina naitwa Msambili Ndaga, ni developer advocate from Neurotech Africa. Karibu kwenye hizi special series for developers ambapo utajifunza namna gani ya kuweza kutumia our Snipe APIs. So kama ni mara yako ya kwanza unaweza kujiuliza, what is Snipe? So don't worry. Snipe basically ni payment service provider ambapo tunakusaidia wewe kuweza kufanya miamala. Unaweza kutuma hela na kupokea hela kwa njia ya mtandao. So wewe kama developer hakikisha unakuwa unaielewa hizi series ambazo tunakuwa tunaziprovide, ambapo utajifunza a lot of things kwenye namna gani ya kuintegrate our Snipe APIs. So kama ni mara yako ya kwanza unaangalia hii videos au unaangalia hizi series, hakikisha umecheki kwanza our first series videos ambapo utaenda kujifunza namna gani ya kufungua Snipe account, and also namna gani ya kusubmit zile KYC document, and also namna gani ya ku create your first API key. But today's series tutaenda kujifunza namna gani ya kuweza kuangalia zile authentications required, and also tutaenda kuangalia the scopes ambazo tunakupatia kama Snipe, and also tutaenda kujifunza namna gani tokens zinavyofanya kazi. So stay with me. Hakikisha una comment and also una like this video, and also share to the developer community waweze kujifunza kwenye namna gani ya kutumia our Snipe APIs. So let's get started. Are you ready? So let's go. So the first step, nitaenda Google, then from here nita search Snipe, then nita click enter, then from here utaona hapa Snipe payment service provider for Tanzania, so nita click hapa. Then hapa before sijaenda ku login kwenye my account, nitaanza kwanza kuangalia the documentation. Tutaenda kujifunza how documentation inavyofanya kazi, what is documentation. So simply nita click hapa kwenye docs. So this is our documentation, Snipe documentation. It is one of the best documentation naweza nikasema kwenye upande wa payment services API. Tumekuandikia very structured documentation ambapo utajifunza in a way ambayo na hakika ni easy to understand and to remember. So ukiangalia hapa kitu cha kwanza hapo utaenda kuangalia the base URL ambao actually tunakupa ile base URL ambayo utakuwa unaitumia wewe kuweza kuintegrate with our APIs. And also kwenye authentication, the way tunaotumia ku authenticate ni API key. So make sure unatumia API key. Usije ukatumia bearer token because we use API key in our documentation. So documentation actually ni kama contract between we as Snipe and you as a developer, kukuambia au kukuelekeza namna gani ya kuweza kutumia our APIs, kwamba ukifanya kitu fulani basi expect upate kitu fulani. So ni kama mkataba fulani kati ya sisi Snipe pamoja na wewe developer. So ukiangalia hapo kwenye authentication sisi tunatumia API key. So hakikisha unatumia API key. For the previous videos kama mnakumbuka tuliweza kuona namna gani ya kutumia authorization kwenye authentication pale tuliweza kupass ile API key na kuweza ku request baadhi ya call. So but today sisi tunaenda kufocus na kwenye authentication. So nita click hapa kwenye authentication. So this step tushazifanya. Utabidi uende kwenye account yako uweze ku create your account, ugenerate zile API keys, but tutarudia tuweze kuona vizuri kwenye zile scope zinapofanya kazi. So tuliangalia pia use some curl command kwenye kutest zile API calls, but today tutaenda kujifunza kwenye Postman. Tutaangalia how Postman itakavyotusaidia kwenye kutest baadhi ya endpoint. So this is our scopes ambazo tunakupatia, ambapo kuna correction lead. Kwenye collection lead maana yake unakuwa na uwezo wa kuview zile payments ambazo zilikuwa zinafanyika kwenye account yako, and also unaweza ukaview balance ambayo inapatikana kwenye account yako. But kwenye collection create means unakuwa na uwezo ku generate zile payment intents. Labda kama unataka kufanya payment fulani au mteja wako anataka kufanya payment fulani, unakuwa unatumia kwenye collection create. And kwenye disbursement lead maana yake unakuwa na uwezo wa kutoa hela na disburse zile hela zile, sio hivyo? So kwenye read maana yake unakuwa na uwezo ku view all the payouts ambazo ulikuwa umezifanya. Kwenye create maana yake unakuwa na uwezo wa ku create sasa zile payout, au unakuwa na uwezo wa kutoa hela, sio hivyo? So this is our response, kwamba once in case ikatokea kwenye ile API key labda iko invalid au ime-expire, tuna expect kwamba utapata 401 ambapo ni you are unauthorized, kwamba ile API key yako uende ikawa ime-expire au sio valid. So kama kwenye scope choose maybe ulikuwa unataka kufanya operation ambayo labda ya kufanya disbursement, afu choose kwenye scope kama collection, tuta expect kwamba upate 403 error. So tutaziona vizuri hizi kwenye Postman how zinavyofanya kazi. So nitakachokifanya hapa simply nitaenda kwenye Postman.
Yeah, so basically hapa nina workspace yangu, so you can just create your own workspace. So wait, it is loading here. So mimi nilikuwa na workspace yangu, lakini unaweza create your own workspace ili tuweze kwenda pamoja. Yeah, so from here actually Snipe tumekupatia very best collection for testing kwenye Postman, ambapo ili uweze kuiona kuiaccess kuiaccess collection zetu, just simply uta search tu hapa, uta search Snipe payment APIs. Yeah, then utaiona hapa, japo mimi nilishai fork, kwa hiyo sito fork tena mara pili, lakini ukishaiona hapo utai click, kwa sababu API yetu tumeweka public, means unaweza ukai access. So utai click, then utakuja hapo kuna hizi dot tatu hapo, utaweza uta fork ili uweze kui-access na kui-modify, labda ukitaka ku change something, ukitaka kutest uweze kuona how zile API calls zinapofanya kazi, just fork it. Japo mimi ninayo tayari, so simply ninayo hapa tayari. Yeah, so sito fork. So nita click hapa kwenye payment, kwa sababu tunataka tuweze kuona various operations. So kwa hapa tunaona kuna payment, kuna payment events, kuna payouts, kuna payment events na kadhalika. So payout events na kadhalika. So simply kwa sasa tutaenda kwanza kufocus kwenye payment. So hapo ukiangalia kwenye payment, the method ambayo tunatumia actually ni post, kwa sababu tunataka kuinitiate ile payment ambayo tunataka kuifanya. So simply nitaenda kwenye body, but before that hakikisha kwenye base URL unatumia ile ambayo ipo kwenye documentation, ambayo simply ukija huku tumetumia hapa base URL ambayo ni hapa, tuliona pale first time, hii hapa api.snipe.sh. So simply nitaicopy hapa, then nitakuja hapa kwenye base URL, nitahakikisha natumia hii hapa, then nita click enter. Then from there kwenye body hapa utaona kuna a lot of information. So tunataka kwanza kutest tuweze kuona tunaweza tukafanya hizo calls, ndio hivyo. So hapa nitaandika just 500 tuweze kutest the flow. Then hapo kwenye phone number nitaandika namba yangu ya simu. So nitaandika namba yangu, there we go. Then hapa nitaandika my first name Msambili, and the last name nitaandika Ndaga. Then hapa nitaandika my email address, so simply nitapass msabenda2@gmail.com. Then hapa kwenye webbook kwa sasa hivi sito demonstrate, but tutaweza kuona baadaye how hii webbook tunavyoweza generate hiyo webbook URL, but for now nataka tutest tuweze kuona hapa the something ambacho tuweza kuiona hapa. So nita send a request, sawa, if everything is fine. So nita send a request tuweze kuona kama kuna anything. Yeah, muona imesema 401 unauthorized. Muona kama inasema invalid API key. So it means kwamba API key hatujaiweka hapa, sio hivyo? So simply nitakuja kwenye Snipe, nita login kwenye account yangu ya Snipe. So let me login here. Alright. Yeah, there we go. So nitaenda kwenye developers, nitaenda kwenye API keys. So nita create hapa API. So hapa actually nitakachokifanya nitaandika labda tuanze ile scope ya kwanza, labda collection, labda read. Tunataka only to read the collection, tunazokuwa hizo miamala ambayo tunakuwa tunaikusanya, tunataka tu kuiona tu, but tusitengeneze miamala, sio hivyo? So hapa the scope nita choose just collection read, then never expire, nitaacha hivyo, then simply nita click create. Yeah, there we go. So hapa nita just choose no thanks. So nita copy hii API key, simply nita install kwenye my japo sitaweza kuiexpose hapa. Yeah, so tayari mimi nimesha hifadhi API key yangu, so simply nita click done. Then from there hapo umeona the scope inasema only collection lead and this is our API. So simply nitarudi back kwenye Postman, then nitakuja hapa kwenye authorization, then kwenye API key nita pass ile my new API key, then nita click enter. Then from there nitarudi kwenye body, nihakikishe kwamba kila kitu kiko sawa. Then after that nijaribu kwenye ku send the request. Unaona hapa tumepata 403 forbidden, maana yake
Kumbuka kule kwenye scope tuli choose just for read, but hii hapa tunataka tufanye zile, tunataka create kabisa zile payment. That's why inatuambia hapa hatuwezi ku create payment kwa sababu the scope ambayo tumetumia is only for read. So that's why tunapata 403. So to test hapa endpoint ya ku read tuweze kuona hapa kama je ni valid, inaweza kweli tukapata response kwa sababu tume create for read. So let's check here. So kwenye body okay, actually na body kwa sababu tuna get. So actually hapa nitavuta hiyo call. There we go. Umeona success imekubali hapa. The code is 200, maana yake request imekuwa processed vizuri na server. So maana yake the scope ambayo tulitumia ya collection lead inafanya kazi vizuri kwenye endpoint ya get, ambapo simply tunaipata hapa v1 payments balance, ambapo ukirudi kwenye documentation ukienda kwenye payments hapa utaziona hapa. Umeona hii hapa endpoint v1 /payments/balance means tunaweza tukaget account balance, ndio tulikuwa tunaitest hapa. Umeona, but hatutoweza kufanya ku create the payment kwa sababu hatuna the scope haituruhusu sisi kutengeneza ile nanili ile payment. Yeah, so also twende tukacheck kwenye disbursements, ndio hivyo. Yeah, so nitakuja hapa nita create another API key. Maybe nitaita disburse maybe nitaita disburse read, sio hivyo. Also kwenye scope hapa nita choose read, afa hapa nitaweka never expire, nita create API key. Yeah, so ukiangalia hapa tumeona API key yetu, so nita copy hapa. Yeah, also sito i-display hapa. Okay, so nishai copy API key yangu, so nita done hapa. Nitakuja kwenye Postman, nitaenda kwenye disbursement. Kwenye disbursement utakuja hapa kwenye payout hapa, kwa sababu disbursement actually unakuwa na uwezo wa ku payout, au unakuwa na uwezo kutoa ile hela ambayo ulikuwa unayo kwenye account yako, au unaweza ukaangalia the status ambapo ulikuwa unafanya operation mbalimbali kwenye account yako. Yeah, so twende hapa kwenye payout hapa tuweze kutest zile disbursement, tuweze kuona kama tunaweza tuka create the disbursement au tunaweza tuka read based on ile scope ambayo tumeitumia, sio hivyo. So simply nitakuja hapa kwenye create payout, then from here nitakuja hapa nitaweka ile API key ambayo tumeitengeneza. So kwenye authorization nita paste ile API key. Yeah, then from there nitakuja hapa kwenye body. Yeah, so hapa kwenye body simply tuweke labda F5, sio hivyo. Then hapa nitaweka ile namba yangu ya simu 07947096. Then hapa nitaandika labda John Doe labda, sio hivyo, Basari, tuache hivyo, sio hivyo. Yeah, then from there to send the endpoint tuweze kuona hii request, tu send the request tuweze kuona kama tunaweza tukaona any information, sio hivyo. Yeah, so click hapa. Yes, umeona tumepata nini? 403 forbidden. Maana yake nasema API key does not have required scope disbursement create. Means hii API key ambayo tumeitengeneza it was only for read the disbursement, sio kwa ajili ya ku create disbursement. Okay, so let us go and check the payout status. Tuweze kuangalia the status ya payout yetu kwa sababu kwenye ile API key tuliotengeneza tunataka tuweze ku read zile payout ambazo tumekuwa tumezifanya. So mimi actually nilishafanyaga some payout hapa, but the future series tutaona namna gani ya kufanya hizi payout. But from here nataka tuone to test how tunaweza tukaangalia hizi scope zinapofanya kazi. So hapa nita paste ile reference yangu, then kwa sababu tulisheka ile API key yetu iko hapa, iko vizuri huko. So simply nitakuja tu hapa, then tuta try ku get hii endpoint. So nitakuja tu hapa send. Yes, ukiangalia hapa status ni nini? 200 okay. Means the request imekuwa processed vizuri na server. Na hapa tunaweza tukaona zile payout ambayo nilishaifanyaga. Kuna kipindi nilitoaga F5 hapa. So means kwamba the scope iko vizuri, kwamba inatumika only for read. Hauwezi ka create hauwezi ka create disbursement, ndio hivyo. So lazima uweze kuangalia the scope yako, kama either una go with collection au una go with disbursement, au simply unaweza ukaselect zote.
Umeona, ukiselect zote it's better kwa sababu hautakuwa na hizi limitation, labda sijui hiki nifanye kitu fulani, labda hapa nifanye collection, labda hapa nifanye disbursement, unakuwa una hizo limitation. But for other cases, labda kama unakuwa una system yako, labda una multiple systems, unaweza uka separate. Mfano kama hapa kwenye nanili, twende kwenye developers, twende kwenye API keys. So hapa labda tu delete hizi APIs keys, ndio hivyo. Tuassume labda unakuwa una multiples application ambazo labda una application moja labda una correct zile fund, una application nyingine ambayo labda unafanya disbursement. So utakuja tu hapa utatengeneza hizo API key. Mfano labda utaandika hiyo kama tulichokifanya muda ule. So utaandika labda backend A, ndio hivyo. Labda hii utaichoose labda kwa ajili ya read na correct, ndio hivyo. Then ta create API key, then ta click no, ta copy API key, ta save. Then also nitatengeneza another one, nitaita labda backend B. Maybe nitakuwa nafanya disbursement na disbursement read na disbursement create. So nita click hapa create, then nita copy, nita click done. So ukiangalia hapa hizi scopes hizi zinafanya collect, hizi zinafanya disbursement, umeona, fanya disbursement, and also hizi zinafanya collection. So hapo unaweza ukawa na labda una applications zako tofauti tofauti, unaweza ukawa unaziweka hizo key ili uweze kuona the flow na kuweza kutochanganya hizo API key zako. Yeah, so for that case ni kwamba pale ambapo utakuwa na hizo system zako tofauti tofauti, it's better ukawa na separate. Labda unakuwa na same ya system labda for disbursement, maybe system labda for collection. Yeah, so kwa leo the series kwa leo itaishia hapa, na the next series tutaenda kujifunza also namna gani ya kufanya zile checkout, tutaweza kuangalia vizuri checkout zinavyofanya kazi. Yeah, so but before close up the session, tutakuwa tuna hii project yetu ambayo tutakuwa tuna Duka Store project ambayo tutakuwa tunajifunza kwenye kuintegrate through the code kabisa, ambayo tutatumia application ambayo inaitwa Duka Store, ambayo simply itakuwa tutatumia kwenye Laravel, tutatumia kwenye Django and also kwenye Node.js. So hizi repository pia nitazishare kwenye description hapa ili also uweze kuanza kuziangalia, but the coming session tutaenda kuziona vizuri how tunaweza tukazitumia hizi project. So ukija hapa kwenye GitHub yangu nitaziweka hapo kwenye link hapo, utaweza kuziona. Key takeaways ni kwamba hakikisha unapokuwa una choose hizi scope zako, hakikisha una choose based on your requirements, so based on your needs. Kama wewe developer, kama unataka kufanya disbursement, hakikisha una click au una choose the scope for disbursement, na also kwenye disbursement kama unataka ku read au create, hakikisha una choose hizo scope vizuri, and also kwenye collections hakikisha una choose hizo scope vizuri kwenye read and also kwenye create, ili kuhakikisha usipate zile errors ambazo tumeziona kama 401 and also 403. So thank you so much. Karibu sana Snipe. Hakikisha umelike and also umecomment, na hakikisha pia umeshare the video to your friend, to the developer community, ili waweze kujifunza namna gani ya kutumia Snipe API. Bye bye.